kisiwa cha Patmos kule katika Minor Asia. Na akiwa pale ndiyo tunakuta maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba huu ni ufunuo wa Mungu mwenyewe aliyeweza kufunua, akampatia Yesu, na Yesu akampatia malaika, na malaika akampatia Yohana, na Yohana akayaandika ili tuweze kuyapata. Na ndio maana katika kitabu ya Ufunuo 1 sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia husema ya kwamba amebarikiwa yule anayesoma hiki kitabu na kuyatenda yote yale yaliyomo mule ndani. Maana unaposoma kitabu hicho ni mibaraka, unapoyasikia yale yaliyoandikwa mule ndani pia ni mibaraka, na zaidi ya yote unayatenda jinsi yanavyosema umebarikiwa. Basi katika Ufunuo hiyo 7 Ufunuo 14 ambayo inayozungumzia kuhusu ujumbe wa malaika watatu, na waimbaji wale katika kwaya ile ya Magena wamezungumzia katika ujumbe wa malaika wa kwanza kati ya wale malaika watatu, lakini malaika wa kwanza alikuwa na ujumbe gani kulingana na Ufunuo 14 mstari wake wa 6 na fungo la 7. Anasema ya kwamba ujumbe ule wa malaika wa kwanza ni kwamba ni kumcha Bwana, ni kupiga sauti kwa sauti kubwa ili ulimwengu kote iweze kusikiza hiyo sauti ya ujumbe. Maana ujumbe ulikuwa ni nini? Ujumbe ni kwamba ni kuhubiri injili ya milele. Sasa kuhubiri injili ya milele. Ndugu Mbura, pole kwa kukukata. Kuna jambo umezungumzia hapo. Ukianza umesema kwamba huu ni ufunuo wa Yesu, wa Mungu mwenyewe. Sasa wakati mwingi najua kwamba huu ni ufunuo wa Yohana, hata wameandika hapa ufunuo wa Yohana. Kwa nini umesema si ufunuo wa Yohana? Basi kwa lugha ile ambayo pengine tungeweza kuelewa, mwanadamu ameandika ni ile ya kuonyesha, lakini kulingana na vile Biblia inavyosema, hebu nikurudishe pale. Hebu tuende kule kidogo tu tuone vile inavyosema pale. Kulingana na vile inavyosema inasema hivi, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants. Nasikiza? Hiyo sasa niko pale katika Mwanzo, Ufunuo wa kwanza, Ufunuo sura ya kwanza, kuanzia fungu lake la kwanza. Nasema ya kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu mwenyewe aliyempa, na yeye akaweza kufundisha, kuonyesha watumishi wake mambo yatakao kuwepo hivi karibuni, yatakuja kuwepo baadaye. Then akatuma kwa malaika, naye malaika akayaandika, akatuma kwa Yohana. So ndio nikasema ni Mungu mwenyewe amepatia Yesu, na Yesu akampatia malaika, na malaika akaweza kumpatia Yohana, na Yohana akayaandika, akayaandika sasa akatuandikia. Naam. Na ndio hapo ukisoma fungu la 2 na la 3 anasema huyu malaika anayetoa ushuhuda wa Mungu na ushuhuda wa Yesu ambaye Kristo, ya kwamba vitu vyote vile alivyoviona. Basi fungu la 3 anasema amebarikiwa yule anayesoma mambo yale na kuyasikia yale ya maneno yote ya unabii huu na kuyaweka na vitu vyote vile vilivyoandikwa humo, maana saa yake imefika. By the way, ninajaribu kutranslate. Wacha nisome kwa Kiswahili. Okay. Unataka nianzie ngapi? Anzia mstari wa kwanza uteremke mpaka fungu la 3.
Haya basi, ikiwa mtazamaji unajiunga pamoja nasi, tuko katika ufunuo mmoja, na swala ni kwamba hapo mbeleni ndugu Mburu amesema kwamba huu ufunuo ni wa Yesu Kristo. Sasa swali ni kwamba tunajua kwa kawaida ni ufunuo wa Yohane. Haya basi, tusome ufunuo moja mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohane. Mstari wa pili, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri, mstari wa tatu, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Naam. Hiyo ndivyo ilivyo. Na ndio maana sasa ninaposema ya kwamba okay, wanapotumia ya kwamba ni ufunuo wa Yohana, ni kweli. Yohana alifunguliwa na Mungu mwenyewe, akamfungulia kupitia vile tumeona taraja hizo. Taraja ya kwanza ni Mungu kwa Yesu, na taraja ya pili ni kwa Yesu kwa malaika, na taraja ya mwisho ya tatu ni kwa malaika kwa Yesu kwa Yohana, na Yohana kwa makanisa. Oh, wow. Kwa makanisa. Makanisa ni wewe na mimi. Ili nisipotee na yeyote na tazama asipotee, umesema kwamba huu ni ufunuo wa Yesu alipewa na Mungu. Kwanza Mungu akampatia Yesu. Yesu akampatia malaika. Kisha malaika akampa Yohana. Umesema hivyo? Na Yohana akampa kanisa. Ndio Yohana akaandikia makanisa sasa. Naam, asante sana. Sasa tuko pamoja. Tuendelee basi. Basi wakati sasa Yohana alipoandikia makanisa sasa, ambaye ni wewe na mimi tulipoandikiwa, na ndio tunaelezewa ya kwamba tumebarikiwa basi tunapoyasoma sisi. Hiyo ni kumaanisha basi jukumu letu kubwa ni kusoma na kusikiliza na kuyatenda yale yote yaliyoandikwa katika kitabu hiki cha Ufunuo. Wow. Tukishafanya hivyo basi tumebarikiwa. Wow. Na huo ndio sasa unapoangalia katika mambo hapo, ndio Yohana anazungumzia katika hiyo sura ya 14 mahali ambapo wanakwaya kwaya mageni wanaposema ya kwamba utukufu wa Mungu, wakasikia kwa sauti kuu utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ulikuwa nani aliyokuwa amebeba ujumbe wa malaika? Amene ujumbe huu wa utukufu wa Mungu. Katika ujumbe huu wa Yohana, katika Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka 12, hapo kuna ujumbe wa malaika watatu. Hebu niseme, watu wengine wanasema wanafikiria ni malaika mmoja ambaye anazungumzia katika pale, lakini ni malaika watatu, na hawa malaika watatu kila mmoja na ujumbe wake na wakati wake. Sasa unaposoma mstari hiyo wa Ufunuo 14 kuanzia mstari wake wa 6 na wa 7, kuna sauti pale imepiwa. Yohana anaandika akituambia hivi, tafadhali ningelipenda niweze kukuomba ufike pale usome katika lugha ya Kiswahili. Naam, katika lugha ya Kiswahili Ufunuo 14 mstari wa 6 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Usujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Naam. Unajua mtangazaji, kulingana nimekuwa nikijiuliza maswali haya ya kwamba mbona malaika huu wa kwanza aliona injili, anazungumzia ya kwamba yeye aliona malaika akiwa na injili ya milele, akihubiria watu. Mbona hakuona biashara, watu wenye biashara wakifanya biashara zao, unaona, maendeleo,
lakini ameona ni injili ya milele. Injili ya milele. Na hii injili ya milele, Yohana anasema ya kwamba akasikia inahubiriwa kwa sauti kuu. Na sauti hiyo kuu, pengine sina lugha hapa ambayo ningeweza, ama sina kipasa sauti ambayo ningeweza kupiga sauti hiyo ndio iweze kusikika vile Yohana alivyosema ama vile alivyosikia. Na ujumbe uliokuwepo katika huyo malaika aliyokuwa na huyo malaika wa kwanza kwa wale malaika watatu, alikuwa anasema ya kwamba mcheni Bwana na kumtukuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu saa ya hukumu yake imefanya nini? Imefika. Sasa kile tungelifanya leo hii sisi zote, kama tungelikuwa tunaenda na ujumbe na nia na mawazo ya Mungu katika vile alivyoweza kupeana ujumbe kwa Ufunuo hii 14, kila mmoja angelikuwa anapiga sauti akihubiria kila mmoja, kila mwanadamu, na akihubiria kila kiumbe kiliomo duniani, ili aweze kukifahamisha ya kwamba saa imefika, ndugu zangu ama dada yangu, ambao tunapaswa kupiga kwa sauti kubwa tuweze kumcha Mungu na kumtukuza. Kwa sababu gani? Hivi karibuni tutaingia kwenye kotini. Sasa watu wakisema ya kwamba saa ya hukumu imefika, wakati hukumu imefika, inafika shuleni, si inafika kotini. Umeisha kotini tena. Najua kama kuna kitu tunaogopa ni mtu kuambiwa mambo ya koti. Lakini kwa wale wa Mungu wanaposikia hukumu hiyo ni furaha kwao. Maana kwa nini wanakuwa na furaha? Atakaye kuwa hakimu ama advocate wetu ni kaka wetu mkubwa. Unaona kaka wetu mkubwa? Mbona unamuita kaka? Najua ni mwokozi wangu. Ndugu, Yesu ni mwokozi wetu, ni kweli. Na tena yeye ni ndugu yetu. Unaona, yeye amechukua sehemu mbili vile tunavyomuelewa. Yeye ni Mungu na tena yeye ni mwanadamu. So katika hali ile, yeye anasema is our firstborn. Yeye ndio firstborn wetu. Yeye ni ndugu wetu mkubwa. Na yeye ndiye atakaye kuwa ndiye hakimu. Na kwa kweli akiwa hakimu ama advocate, utaogopa nini wakati unapo ndugu yako akiwa ndiye advocate wako? Ndugu yangu, unakuwa na furaha, maana unajua ya kwamba ushindi upo. Na kweli Yesu amepigana, ametushindia tayari. Sisi tu washindi kwa sababu ya Yesu huyu. Lakini sasa swali kubwa ni hili: tunapaswa tupige sauti katika ulimwenguni kote, tukiwafahamisha wa ulimwengu ya kwamba tunapaswa tuweze kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kusema nini? Unaposoma katika kitabu ya Mhubiri 12 mstari wake wa 12 na mpaka 14, anasema hii ndio jumla ya mambo yote. Mcheni Bwana. Naam. 12. Kuanzia mstari wa 12 mpaka 14. Inasema hivi: tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana kuchosha mwili. Hii ndiyo jumla ya maneno yote. Yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la asiri, likiwa jema au likiwa baya. Asante. Mwisho wayo. Zamani nilipokuwa nikisema, tunaposema ya kwamba fear God, nilikuwa nasema mtu anaposema mcheni Bwana ni kama ni kumuogopa. Lakini kwa lugha ambayo inaweza ingia vizuri ni kwamba ni kumheshimu Mungu na kufuata yale maadili yote ambayo ametuagiza tuweze kuyatenda.
tunapoyatenda na kufuata sauti yake, basi hapo ndipo tunaambiwa ya kwamba hapo ndio tumemcha Bwana. Na mbali na hapo pia, kumcha Mungu ni unaposhishika amri zake zile zote 10. Sio 1, 2, 3, amri zake 10. Maana amesema ya kwamba hii ndio jumla ya mambo yote. Umche Bwana na ushishike amri zake zote. Maana hiyo ndio kitu hayo mwanadamu, hilo ndio limumpasalo mwanadamu kufanya. Hiyo ndio jukumu ambalo tumepewa. Na sasa wakati anaposema ya kwamba tumche Bwana, kwa nini tumche Bwana? Ni kwa sababu saa ya hukumu imefika. Na wakati saa ya hukumu inapofika, ni nini ambayo tunapaswa tuweze kufanya? Number 1, unahakikisha ya kwamba una ule ambaye atakuhakikisha katika kesi. Number 2, unahakikisha ya kwamba hupo tayari kuketi na kusikia vile mahojiano yatakavyonenda, the proceedings. Uko tayari. Namba ya 3 ni kwamba unaposema ya kwamba umche Bwana saa hukumu imefika, ni wakati ambapo unakaa chini na kuwaza na kuweka katika mawazo yako yote. Unasema ya kwamba kesho nitakuwa na kesi na nitakuwa kotini, na nikiwa pale hakuna jambo lolote ambalo nalawaza mbali na kesi ile. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba mawazo yako yote yatakuwa kule kotini na kuongojea uamuzi, ili uamuzi wa mwisho utakaoamuliwa uonekane utaelekea upande upi. Kama ile kipindi ya kina Masaku sijui na huyo unaambiwa una maswali na maswali. Kama ungojea ukimya, ungojea uamuzi wa koti. Na hivyo kwa kweli huo uamuzi tutaupata juzi karibuni. Na ndio maana nasema kile kitakachofanya tuweze kuhukumiwa ni yale matendo tuliyoyatenda. Matendo yapi? Yawe mazuri, yawe mabaya. Yale yaliyoonekana hadharani ama yale yaliyoonekana katika siri. Na unajua hapo kuna jambo hapo umelisema tena, kwamba hata matendo yangu mazuri yanaweza kuletwa hukumuni. Kwa nini yaletwe? Yana haja gani kama ni mazuri? Nafikiria ni mabaya tu. Amona. Biblia inasema, neno la Bwana linasema hivi. Hata wazo, wacha hata kutenda, hata wazo liliowaza vizuri litakuja hukumuni. Kufikiri tu hata kabla ya kusema, kuwaza tu. Hiyo yote titakuja hukumuni. Kwa nini sikuje? Maana kila kitu tunachofanya katika ulimwengu wa leo, katika maisha yetu yote, huwa yanakiliwa chini. Ni nani anayeakili? Tunakuta ya kwamba ni malaika mwenyewe huwa ndiye anachukua orodha, anachukua, anaandika. Ili yaweza kuja kuwa ni shuhuda ya kusema ya kwamba mbona fulani alikuwa anafanya kazi nzuri. Kama wewe unatangaza, unaleta ujumbe, wachungaji wanatuletea ujumbe, lakini ni kazi nzuri ambao wamefanya kwa kweli. Lakini mwisho yake ukute ya kwamba pengine hawakuweza kuingia kwa sababu ya zile ambazo walisio wakifanya bila watu kujua. Na wakati Mungu atakapokuja kutuonyesha, ndio kila mmoja atakuja kufikia aseme ya kwamba hakika Bwana Mungu, hukumu zako ni za milele na ni za kweli. Mungu hataki waanze kusema ya kwamba hapo Mungu aliniwekelea, hiyo sikufanya. Jambo lolote tulilolitenda chini ya jua, tukishajua ama baada ya kutojua, yote yanakiliwa chini. Na ndio maana tuna vitabu vile. Kuna kitabu cha uzima, kuna kitabu kinachoandikwa matendo yale tunayoyatenda kila siku, na pia kuna kitabu kile kinaandikwa majina yetu. So kila jambo ambalo tunalolitenda, hata kama ni uchawi, tukikimbia usiku hakuna mtu anatuona, tukifanya usinifu
hakuna mtu anatuona. Tukiiba hakuna mtu anatuona. Ni kweli kabisa. Ukikasirika ama ukipanga jinsi ya kuua mtu, na ni kweli kabisa, hakuna mtu anakuona, hakuna serikali inakuona. Wow. Lakini kuna serikali ya mbingu, uwezo ukajificha ndugu yangu, utaonekana hadharani. Sasa Omburo, naona hata kama muda wetu umeenda sana, msikilizaji na mtazamaji, nianza na Bwana na tuko moja kwa moja kwa mpangilio unaojulikana kama Anza na Bwana. Na tunaendelea kujadili yanayojiri kupitia kwa nyimbo ambazo tumebarikiwa nazo asubuhi ya leo, haswa wimbo wa Magena unaozungumzia Ufunuo 14. Sasa Omburo, hapa Marekani mahali tunaishi, na hata kule Kenya, najua hata kule Kenya sasa niliona Safaricom wako na CCTV. Unaweza kule kwako unaweza kununua CCTV uweke, na mara nyingi maaskari wakiweka CCTV ama hizi cameras ni kutafuta uhalifu tu, si wanaweka tu kutazama mambo mazuri, waone vile nchi imetengenezwa, ni kutafuta mabaya tu na uhalifu. Na mimi nikiweka CCTV nje ni ili iweze kuniambia ni kipi ambacho kimetendeka wakati sikuwa nimeangalia, ama kana kweli iwe kama mlinzi. Sasa hakuna kitu binadamu anaogopa kama mahali unafanya kazi, tuseme kama ni hizi nyumba za kulinda wakongwe, labda mtu akuwekee kamera huko, akuwekee kamera alafu aanze ujue anakutizama. Unaogopa sana wakati mwingine ukifanya kazi yoyote uone kama kana kwamba mtu anakutizama. To bring that point home, kama unalima, kuna kitu unachukia, unalima na mtu anasimama mbele yako anachungulia tu na kuambia lima hivi, watu wengi wakapendi. Sasa ni kana kwamba jinsi ambavyo umetamatisha ni kwamba Mungu anatazama kila wazo, kila tendo, kila jambo tunalo aliwaza. Kwa hivyo sasa tuko na uhuru kweli wa kutenda chochote, kwa sababu ikiwa anatutizama ni kana kwamba is controlling us kwa kila jambo. Ama sehemu yetu ya uchaguzi inakuja aje hapa? Mungu wetu, asante. Mungu wetu sio Mungu wa kurasimisha. Unajua uzuri wa Mungu ni hivi, anakuchurisha kwanza. Hawezi kufanya jambo bila kukuchurisha. Lazima atakuambia na kuelezea, hata ikiwezekana atakuambia the consequences ambazo utakasokuwa nazo. Ikiwa utatii, utaebukana na hizo consequences. Usipotii, kwa mfano, unaposoma kitabu cha Mithali, Mithali 1 mstari wa 25, 26, 27, 28, Mungu anasema ya kwamba mimi tazama, nimejaribu kuwaita kama wana wangu. Nimejaribu kuwaita. Nimenyoosha hata mkono wangu kuwaita tu, njooni kwangu. Unaona katika ile kitabu Mwanzo, Yohana, kitabu cha Luka, Isaia 1 fungu la 18. Anasema njooni tusemezane. Na ajabu ni hii, huyu Mungu ambaye anatuita hivyo, anasema tuende vile tulivyo. Hivyo ndivyo ametuambia. Tuende tuketi, tuongee na yeye ana kwa ana, tumuelezee shida tulizo nazo na matatizo yote. Tukishamwelezea vile tulivyo, yeye mwenyewe atasema ya kwamba atageuza matatizo tulio nayo, atupatie neema. Na ndio maana amesema katika hiyo Mithali, anasema mimi nimejaribu kuwaita, lakini hakuna mtu. Nimenyorosha mkono, lakini hakuna mtu. Kwa sababu nyinyi mmekataa, sio neno. Siku itafika mtakapoingia kwenye matatizo. Na unajua wakati mtu ameingia kwenye matatizo, ndiye anaanza kusema, Mungu wangu, jamani, Mungu wangu nisaidie. Lakini ukisoma hiyo kitabu ya Mithali, kinanitia wasiwasi. Maana inasema ya kwamba mtaniita, sitaitika. Wow. Atajificha. Mtanyoosha mikono, sitaweza. Maana nimewaita, nyinyi mmekataa. Basi mimi nitakaa, niketi tu, ningojee mshipa mkutane nao. Ndio wakati unapoitana, mimi nami sitaweza kukuitikia. Sitakupatia masikio.
Sasa Umburo, huyu Mungu ambaye umesema wakati mwingi na tumeambiwa ni Mungu wa upendo, mbona tutizame tu, siache tu, mbona tutizame tukiteseka tu anyamaze akimie? Wakati Mungu alipoumba Adamu akamweka mle shambani mwa Edeni, yeye aliweza kumfanyia jambo. Alimwagiza, akamwambia chakula yote. Kwanza alimjengea nyumba. Ya pili akampatia mke. Ya tatu akampatia chakula. Ya nne akampatia mahali ambapo atakuwa akitembea. Ya tano hata akampatia kazi ya kufanya. Wonderful God. Wow. Amemjengea nyumba, amempatia chakula, amempatia mke, amempatia mahali pa kukaa, hata amempatia na kazi ya kufanya. Na unajua Adamu mfalme, mtawala, mfalme. Sasa wakati hata mwalipokataa kuya haya yote, ni nini Mungu anafanya? Si alikuja akafutuma malaika akafukuza ya kutoka kwa ile shambani mwa Edeni. Alipomfukuza, kumbuka, nataka uangalie hiyo kisa. Alipofukuza Adamu alikuwa anakimbia na Mungu, alikuwa na matawi, maana alikuwa anajifunika, matawi inakauka, inaanguka. Lakini angalia huruma za Mungu. Angalia huruma za Mungu. Kwanza atakuacha kidogo. Na kweli alimwacha Adamu. Maana alijaribu kukimbia kujificha, Adamu anakimbia kutoka kwa uso wa Bwana. Lakini kwa sababu ya huruma nyingi na neema zake, ndio huyu amekuja Mwanzo 3:9 amekuja kumtafuta. Alipokuja kumtafuta akamregeza nyumbani. Ndipo sasa akaanza kuona vile alikuwa na shida na matawi hiyo yake. Tena Mungu hata hakuachia hapo, akamhurumia zaidi. Ndio Mwanzo 3:21 akamwambia chinja hiyo kondoo ukatoe ngozi pale. Na ndio maana hata wazazi wako wale wa zamani kabisa walikuwa wanafaa hiyo ngozi. Unajua hivyo? Maana ni ile Mungu aliambia Adamu atoe, na akachinja mwana kondoo akatoa hiyo ngozi akafaa. At least akastahili uji wake. Mungu ni wa ajabu, Mungu wa upendo. Kwa hivyo ni kusema nini? Mungu wetu kabla hajatuachilia atatuonya kwanza. Akishatuonya, tukitii tutapona. Tusipotii, hakika tutakula matunda yetu ya uchaguzi wetu. Wow. Na ndio hiyo Methali 1:29, 28-29 anasema Mungu atatuacha tukule matunda ya uchaguzi wetu. Kumbe hapa ndio wazazi mahali natoka walichukua hii kitu. Ukiharibu kitu, ukifanya makusudi, wanakuacha tu kule matunda yako ya kuteseka. Lakini jambo hapo nimesikia jema ni kwamba Mungu alienda akatafuta akina Adamu. Kwa hivyo kila wakati Mungu tutafuta tu. Si hata tutafuta bado ama itafika wakati ambapo atasema amechoka kututafuta. Mwanzo unaposoma Ufunuo 22, kuanzia fungu lake la 11, 12, 10. Hebu tuende pale. Ufunuo 10:22 mstari wake ni wa 12. Nafikiria ya. Anasema nini? Ufunuo 22 mstari wa 12. Biblia inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Hapana, ningependa samahani. Hebu rudi 11. Hapo juu kidogo. 11. Inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Hiyo ndio anasema sasa. Ya kwamba wakati huu tulio nayo sasa, wakati kabla hatujapokea ile neno marehemu, unaona? Kabla hatujapokea hiyo neno marehemu, tumepewa kipindi hiki ambacho tumepewa leo hii,
wewe, mimi na wale wengine, ni kwamba ikiwa tunaendelea kuyatenda yaliyo mema, tuendelee kuyatenda yaliyo mema. Ikiwa tutajawa kuyatenda yaliyo maovu, hebu tuendelee. Lakini amesema hebu tuendelee. Kwa sababu gani? Kuna muda ameweka, amesema yeye anakuja upesi na ujira wake mkononi, na atamlipa mtu sawasawa na matendo yake. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo kwa sasa ni wajibu wangu na wajibu wako kuchagua ni jambo lipi utakalo litenda. Ikiwa umeamua kumtumikia Bwana, endelea mbele, usirudi nyuma. Ikiwa umeamua kwamba wewe uendelee kutendea ama kumtumikia yule mwovu shetani, pia endelea. Maana wakati upo, umepewa wakati huo. Lakini ingelikuwa heri zote tuweze kumtumikia Bwana. Maana wamebarikiwa wale wanaomtumikia Bwana, maana matendo yao itawafuata. Asante sana Juvenal Oganga Omburo. Moja kwa moja, kwa wakati mwingine anasema kutoka Seattle, Washington, lakini sasa amenirekebisha ni kutoka Covington. Umesema Covington. Yeah. Naam, asante sana na ujumbe mwafaka kabisa katika nyakati za mwisho. Kabla useme jambo lako la mwisho, kwa hivyo wapendwa, umeona kwamba nyakati ni za mwisho na tuna jukumu, tuna yale ambayo tunastahili kuyafanya. Sasa wakati kama huu tunapoanza na Bwana, kumbuka kuna kazi ambayo unazidi kuifanya. Haya basi usije ukashuka. Kuna wakati mwingine sijui Omburo kama unakumbuka, watu walisema Yesu anakuja, ilikuwa 92, 93, kisha wengine 99, 2000, mwingine 2001. Kila wakati watu wekea Mungu nyakati za kurudi, majira yao, ndiposa watu wakakuwa disappointed. Lakini kuna wakati imefika wakasema kuna haja gani ya kusoma kama Yesu anakuja? Watu basi wakaacha kusoma. Wengine wakasema hata mali zao ni za ovyo. Kwa hivyo wakaweza kuuza mali zao, na kila jambo likawa kana kwamba ni mwisho wa dunia kwao. Basi sijui kama mtu anaweza akasema Yesu anakuja, aache kusoma. Lakini basi mwenye kuna sijui Omburo kama unakumbuka maneno hayo. Kuna wakati ambapo Yesu anawaambia sasa aliye shambani asije akarudi nyumbani, na aliye mlimani asije akarudi nyumbani kuchukua chochote. Maana mahali upo, endelea na kile ambacho unaendelea kukifanya. Sasa Omburo, najua tutaendelea kutoka hapa. Kabla nilete leo magazetini, labda ujumbe wako wa mwisho asubuhi ya leo. Nashukuru. Ujumbe wangu, asante kwanza kwa nafasi, na wasikilizaji wote popote pale mlipo. Ukweli ni huu. Ujumbe wetu ama ujumbe wangu kwenu ni hii: kila mmoja amepewa jukumu. Na jukumu yenyewe tumepewa ni kwamba ni kuhubiri injili ya milele. Kuutangazia ulimwenguni ya kwamba kila mmoja anapaswa kumtukuza Mungu na kumcha, kwa sababu saa ya hukumu imekuja. Wakati hukumu hii inapoendelea, kama tungelipata muda wakati mwingine tena, labda tungekuja kuzungumzia tujue ya kwamba tunaposema hukumu ya upelelezi, ni hukumu hipi ambayo Bwana anaposema inayoendelea. Kwa wale ambao wanaoamini na wamesoma katika sauti ya unabii, tunaelewa mambo ya 1844 wakati investigative judgment ilipoanza, ama hukumu ya upelelezi. Na itakapokwisha hatuna habari itaisha lini, na itaishia wapi, na itaishia akina nani. Kila tunapaswa ni kwamba hukumu ya upelelezi ingali inaendelea. Na ni wakati huu ambapo kama tungelitengeneza maisha yetu, ni wakati huu ndio tungeweza kuhifadhi majina yetu yahifadhiwe katika kitabu cha uzima. Ni wakati huu, sio wakati ule ambapo nimepewa jina marehemu, maana pale hamtaweza kugeuza lolote lile,
tayari imekwisha pita. Kwa hivyo ni wakati huu leo na mimi tunaposikiliza sauti hii tunapaswa kutengeneza maisha yetu. Na tuende nje tukatembelee wenzetu, tuwafahamishe habari hii njema ambayo ndio kasi kubwa kila mmoja amepewa, hata na Yesu ametupatia katika Mathayo 28 mstari wake wa 18, 19 mpaka 20, anasema ya kwamba nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili ya milele mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha yote niliyowafunza. Hiyo ndio jukumu tumepewa. In fact, wengine walikuwa nafikiria ni mitume peke yao ndio waliopewa. Amesema nendeni go therefore to the whole world to baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, and teach them and remind them all that I have taught to you. And look, I'm with you until the end of the age. Niko pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Huyu ndio Yesu. Hiyo ndio kazi ametupatia. Therefore, leo hii tangu mjue Yesu, umeleta wangapi kwa Yesu? Kwa kweli, hata wewe ndugu yangu, ipige hesabu tu, uone ni wangapi umeleta kwa Yesu. Ukipata ni 0, chameni. Usije ukawa kwa wale ile waliopewa talanta 1, 2, 5. Usije ukanyanganywe. Kama wewe umeleta 0, tafadhali jikaze. Jaribu uwezalo ulete at least hata kama ni roho moja kwa Yesu. Maana Biblia inasema heri wale wanaoleta wengi kwa Bwana, maana watapata nyota nyingi katika maisha yao. Utapata nyota, taji. Taji ndio nyota utakaofarishwa na Yesu mwenyewe. Kwa hivyo angalia umeleta wangapi ndugu yangu katika zizi la Bwana. Biashara hii ya kusema umeleta magari, umenunua mashamba, magorofa nini, wachana na hizo. Maana hiyo Yesu hatakuuliza. Kila atakuuliza ni wangapi umeleta katika zizi lake. Kwa hivyo ansia bibi yako ambaye ndio mnampenda wa karibu sana, mpende zaidi na umlete kwa Yesu. Ukitoka kwa bibi ingia kwa watoto. Si ndio tulisema majirani wa pili wa karibu. Ukishaingia kwa majirani hao ambao ni watoto, ukiwaleta kwa Yesu umebarikiwa. Tena ndipo utembee kidogo ukutane na wazazi na ndugu zako, ndipo ingia kwa marafiki na majirani na relatives. Nashukuru Bwana. Asante. Asante sana Omburo Juvenalis kutoka Seattle, Washington, Covington. Na ukizungumzia majirani, kwa hivyo anazungumzia kitu kinaitwa family circle. Ndugu mpendwa, usiende mbali, kwa sababu hayo ni mambo makuu sana ambayo tunaendelea kuzungumzia, na hivi karibuni tutaweza kuligusia hilo jambo ambalo ametamatisha kwalo, ambalo ni family circle. Amesema majirani, watoto wako ambao ni majirani. Sitaki kuuliza kwa sababu hapo sasa tutakaa hapo kidogo. Umesikia watoto ni majirani. Underline that. Ndiposa majirani wengine hapo umeona. Ndiposa unaona wazazi na watu wengine. So shikilia hivyo. Ndiposa utaweza kujijulisha mengi. Lakini kwa sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwa vile tumebarikiwa asubuhi ya leo, nimeona jumbe zenu ambazo mmeniandikia hapa ni nyingi kabisa. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuwa pamoja nanyi asubuhi hii, na ni kweli sisi hatuwezi. Kuna mambo ambayo ukijitazama unaona kana kwamba hujawezi kabisa. Hata ukiangalia unaona kana kwamba uoni. Ndipo tunasema kwamba sisi ni vipofu, Mungu atuwezeshe. Basi nataka kutamatisha na wimbo hapa. Wimbo ambao mtangazaji ameutoa hivi, lakini huo wimbo bado uko kwa channel. You will be privileged to see this song firsthand, because after this the song will premiere
Kwa hivyo naamini kuwa utabarikiwa na huo wimbo asubuhi, mchana ama jioni ya leo. Haya basi, na wengine wanasema hapa Thomas Isaboke. Thomas Isaboke, moja kwa moja kutoka kule sehemu za Nairobi, anasema pamoja. Pamela Kerubo, Yukabeth Nyagaka, asante sana. Spini Kakama, Nancy Mora, Salta Kalume, Eliza kwa Mozi, asante sana. Naye anajulikana kama Yukabeth, Beatrice Kiyondi kutoka Valley Arcadia Nairobi, anasema baraka tele tele. Phoebe Ongera anasema amina, good morning Mr. Ntiri Morini Bitutu, asante sana, watching from Hema Hospital Kisii, barikiwa, asante sana. Na wanasunika wale ambao wamempoteza ndugu Nyang'ari, ambaye amepoteza babake, tuomba Mungu awaneemeshe na aweze kuwarehemu wakati wa dhiki na majonzi. Sawa kabisa. Sina budi kukuletea huu wimbo. Sina budi kukuletea huu wimbo. Mimi ni kipofu, Bwana fungua macho yangu niweze kuona. That's one of the songs that I want to bring to you right now. Haya basi, barikiwa na huo wimbo, kisha nitarudi hewani.
Wimbo unapoendelea moja kwa moja, go to YouTube and subscribe to the channel. Naam, asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji. Umekuwa ni wimbo unaosema Bwana fungua macho yangu kwa sababu mimi ni kipofu. Haya basi, kwa kawaida binadamu kuona kwetu ni nadra, ama tunaona kwa ufupi sana, hatuoni mbali. Kana kwamba kuna msemo unaosema kwamba yale ambayo mzee anaona akikaa, kijana akasimamia stool, labda anasimama juu ya meza ama ngazi, na ili aweze kuona lakini bado hataweza kuona. Ni kumaanisha kwamba mzee wa siku, Biblia inavyomuita katika Ezekieli, ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo kuna mambo mengi kabisa ambayo kwa kuona kwetu tunadhani kana kwamba tunaona, lakini tunaomba Mungu atufungue macho. For more on that song, basi subscribe to my YouTube channel Rino Ntiri and get to listen and watch the song ikitoka vile inatoka. Subscribe so that you can be aware. Sasa nataka kuachia hapa ndugu mpendwa, tutarudi na Umburo tena baadaye, lakini kwa sasa nataka nikupeleke moja kwa moja katika leo magazetini. Na kabla nikupeleke leo magazetini, naamini kwamba umebarikiwa na mipangilio ambayo tumekuwa nayo asubuhi ya leo, aswa katika jambo hili tumezungumzia. Haya basi, labda nirejelee ule wimbo Ombi Langu kutoka Magena ili waweze kutufahamisha mengi na huo wimbo ambao tumezungumzia asubuhi ya leo. Wapenzi wale ambao wana watch on YouTube, nitakata kidogo kisha tutaingia leo magazetini, lakini Facebook na Twitter, Instagram zote na LinkedIn zinaendelea kuwa live on our channel too. We still continue to be live on all channels. Kumbuka abagusiglobal.com and also agrnews.co.ke, agrnews.co.ke. We are live 24/7 ndani ya Abagusi.